bila kushauriwa. Injinia si miemko na wazee wake, wazee mkumbo huo, viongozi huo, mashabiki wafu. Sasa mbaya zaidi ya viongozi walipokuwa wanakurupuka wanatuletea shida mtaani, na mashabiki nao wanasema tunawaamini viongozi wetu kwa sababu wanapoenda kule wao ndio wamesema. Nataka kurekebisha pale, sio kwamba kanuni zenu za ligi zinasemaje, ni kwamba kanuni inasemaje unapotokea swala hili, kanuni inasemaje kwamba ili ulete huku, hiyo ndo kanuni ya kazi, sio kanuni zenu za ligi. Kanuni ya kazi ndio inasema kwamba ili ulete malalamiko huku ni lazima iwe imeamuliwa kwenu, sio kanuni za TFF. Sio hata za TFF pia vile kwamba yule bodi ya ligi aliitwa kwa ajili ya nini? Kwenda kujitetea kwa ajili ya nini? Katumia kanuni gani kuahirisha mechi? Lazima uambie uteme na hicho pia. Acha magesa. Huwezi kwenda bila kusema. Yaani yule ameitwa akatoa ushahidi wake, kashtakiwa na Yanga. Hajaenda. Nani? Nani? Nani hajaenda? Nisikilize. Labda wewe subiri, nani hajaenda? So amna. Simba walikuwa wanacheza ligi, lakini wanasheria wao wako kule. Yanga anacheza kombe lile la ndondo Zanzibar kule. Wanasheria wao tu 5 wako kule. Sio kama Yanga usione kwamba Yanga hakwenda, walikuwa wako kule Engineers, wanasheria wao 5 wapo kule. Simba wanasheria wao 2 wapo kule. Yaani kule ni kwamba sawa. Kwa hiyo ulipoitwa kule wakati kesi zinaendelea, wao walioitwa kwa ajili ya utetezi, sasa kujitetea bodi ya ligi. Umeitwa kule. Bodi hajasema chochote. Yaani ni kwamba wewe sikiliza, kumbe wewe unaelewa tofauti. Unaelewa? Yaani swali liko hivi. Hajasema chochote. Wale wamesema tu kwamba kanuni yetu sisi ili tusikilize hili shauri ni lazima uwe na kithibitisho. Ni sawa, hujanielewa. Ni sawa, hujanielewa ninachokisema. Ni kwamba unapoenda kule, hata unapoitwa kama bodi ya ligi, ulishafika kule, lazima pia hata kile kwamba wataka kutoa hukumu na maelezo yaliyojitosheleza. Wao umetoa hii hukumu ya kusitisha mechi isicheze, umetumia kanuni ipi ili ajitetee? Wao alafu wanaichukua hiyo kanuni, yani waipitie kwamba inasemaje, kwa sababu sisi wote tunaishi tumefanya kuzitafsiri kivingine zile sheria. Ila sheria zote tunapewa na wao watu wa mbele, alafu sisi tunatengeneza vipengele vyetu vya ndani ya ligi. Ndio maana kila ligi ina kanuni zake, ina vipengele vyake. Ndio maana sisi Tanzania tulikuwa peke yetu, hatuna kipengele cha nini, kipengele cha dharura. Tanzania hakipo. Kwenye nchi nyingine kipengele cha dharura kipo. Ndio maana ilipotokea corona, ligi ya Tanzania haikusimama, hakupewa bingwa. Walisema ligi iishe kwa sababu hatuna kipengele cha dharura. Kenya kipengele cha dharura kipo. Kongo kipengele cha dharura kipo. Kama labda wewe mimi nimesahau, wewe ndio umesahau. Ligi lisimama mpaka pale Magufuli aliposema kwamba wanafunzi wanarudi shuleni. Wewe unielewe. Ligi ipo, wewe hujanielewa. Wakati corona ilipotokea, nchi nyingine hazijapewa, ligi haijaisha tukapewa bingwa. Sasa ndio hicho kwamba kumbuka kwamba sisi Tanzania hatuna kipengele cha dharura. Nisikilize kilichotokea Tanzania sisi, hata watu wakwenda makazini. Kumbuka hicho kitu. Wewe unielewi. Unielewe ninachokisema. Nasema hivi vipengele vya ligi yaani taratibu zote za kanuni za ligi sisi tumekopi kupewa huko. Hiyo haina shida. Ila sasa ndani ya ligi nyewe mnapewa, mtaendesha vipi? Sisi oya we so poa. Huyu jamaa anamtaka mzee wa fact huyu. Anaitwa Chief Simba JR, ni hatari. Madini imejaa hapa. Alafu kitoka unatoka. Alafu inang'ata.